Okay, mpenzi mtazamaji wa Tut TV, karibu katika kipindi chetu kizuri kabisa ambacho leo tutakwenda kuzungumza kutokana na hotuba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, ambayo ilihutubiwa kunako kikao cha bunge cha 12 ambapo bunge hilo lilihitimishwa. Utakuwa nami Bahati Joseph Chacha ama Zero Brain katika Tut TV, na niko na wenzangu hapa ambao tutakwenda kujadili kuhusiana na mada hiyo. Kwanza, kabla ya yote, nipende kupata utambulisho wa wageni ambao tuko nao hapa kwa leo kwa ajili ya ewe mtazamaji wetu wa Tut TV kuwafahamu kwamba tuko na wakina nani ambao wanakwenda kukuletea maadili ambayo ni kweli yamejaa kweli kunako vichwa, na hakika kwamba utapata kujifunza na utapata kutambua kwamba Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, amezungumza nini. Naam, nikianza kwa upande wangu wa kushoto niko na mgeni wangu wa kwanza kabisa kule. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Anna Salum Hamis, ni mwanafunzi kutoka katika chuo cha ustawi jamii. Kwa hivyo niko hapa leo kwa ajili ya kuweza kujadili mada iliyoko mezani hapa. Okay, shukrani sana. Na anayefuatia hapa, karibu uweze kujitambulisha na tudi ya kufahamu tafadhali. Asante sana. Mimi ni Econ Octavian, ni mchambuzi wa mambo mbalimbali ya kisiasa. Okay, na ukija kwa upande wangu wa kulia hapa kuna mgeni mwenzangu hapa pia, tafadhali jitambulishe. Shukrani sana. Mimi naitwa Novat Elias, maarufu kama Akili Ndefu. Naam, kama ulivyosikiliza wageni tulionao katika studio zetu za Tut TV, kwa leo tunakwenda kuzungumza hotuba kuhusiana na hotuba ambayo ilitolewa na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, ambaye amezungumza kunako bunge la 12. Kama nilivyokuambia, uko nami Zero Brain katika Tut TV, na sasa mjadala wetu unakwenda kuanza moja kwa moja, na nitaanza na Mr. Econ Octavian, mchambuzi wa mambo ya kisiasa kutoka hapa Tut TV. Naam, bwana Econ Octavian, kwanza habari yako bwana? Njema. Vipi mambo yanaenda? Namshukuru Mungu. Yes, nadhani umefuatilia hotuba ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Bila shaka. Katika bunge la 12 Bila shaka. Yes. Basi mimi nipende kufahamu kwamba ni nini haswa ambacho kimezungumzwa katika hotuba hiyo, na rais hasa alikuwa amekusudia nini ama alibase katika vitu gani hasa katika hotuba yake? Asante sana, nikushukuru ndugu mtangazaji. Labda niseme kwanza kutokana na hotuba aliyotoa mama yetu, nimepata jina jipya la kumuita mama. Okay. Mama ni sasa naweza ikamuita rais wa takwimu. Yes. Kwa sababu vitu vingi alivyoviongea na kuvisema siku ile mwenyewe alikuwa amevisema kwa takwimu. Na ukiona alivyokuwa anapresenti ama anazungumza kuhusiana na ile hotuba yake, unaweza ukaona kabisa na ukasema wow. Yes. Namna anavyoongea, namna anavyofafanua, namna anavyowasilisha kile kitu ambacho alikuwa amewaandalia Watanzania. Okay. Kwanza ni sahihi kabisa kwamba rais wa takwimu, kwa sababu nilivyokufuatilia pia amezungumza vitu kweli ambavyo vinaashiria kwamba anastahili kuitwa jina la rais wa takwimu. Yes. Sasa nipende kufahamu kwamba ni vitu gani muhimu ambavyo nadhani alivigusia na ambavyo amevizungumzia kwa undani zaidi katika hotuba yake. Asante sana. Labda tuanzie hapo, na kwa faida ya mtazamaji, rais alihutubia na kufunga bunge la 12. Tunaposema bunge la 12, tunamaanisha kwamba tangu uhuru na tangu shughuli za bunge kuanza rasmi, ili ni bunge la 12. Shughuli rasmi za bunge zilianza mwaka 1965. Kabla ya uhuru kulikuwa tu na shughuli zinafanyika. Tunaweza kusema mfano wa shughuli za bunge, lakini ilikuwa rasmi na zilianzia hapa Dar es Salaam. Kwa faida ya yule ambaye anatufuatilia na tazama, zilianzia hapa Dar es Salaam, baadaye zikapelekwa kule Dodoma. Kwa hiyo ni bunge la 12 ukianza kuhesabu kuanzia 65. Okay. Na kuna mambo kadhaa ambayo Mheshimiwa Rais alijaribu kuyaongea, na mimi nimetenga hotuba ya Mheshimiwa Rais kwenye sehemu kuu 3. Kwanza kulikuwa na
utangulizi. Kama kwenye utangulizi ni salamu pamoja na pongezi. Mheshimiwa Rais aliwapongeza viongozi mbalimbali, aliwapongeza mawaziri, aliwapongeza wabunge, alimpongeza Mheshimiwa Spika, lakini pia aliwapongeza wale viongozi ambao walikuwa watangulizi wake. Tulimwona pale Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete alikuwepo, lakini pia kulikuwa kuna Mheshimiwa Pinda alikuwepo, lakini na wastaafu wengine. Kwa hiyo anatambua mchango wao katika kushauri na kuifanya serikali kuwa hivi ilivyo sasa. Kwa hiyo alikuwa amewashukuru, lakini pia na kuwashukuru na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu yeye mwenyewe alisema Watanzania ni kama waajili wake. Kwa hiyo aliwashukuru Watanzania wote. Hiyo ilikuwa sehemu ya kwanza ya hotuba ya Mheshimiwa Rais. Lakini kiujumla niseme tu kwamba Mheshimiwa Rais hotuba yake zaidi ilibezi kutoa mrejesho ya yale mambo ambayo aliahidi, sana alipokuwa anafungua bunge hili la 12. Kuna mambo ambayo aliahidi, lakini pia aliahidi kuyaendeleza yale yote yaliyoachwa kutoka kwa hayati Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Kwa hiyo alikuwa anatoa mrejesho kwa wabunge, lakini pia kwa Watanzania kwa ujumla. Amegusia mambo mbalimbali, amegusia swala la ulinzi na usalama, namna ambavyo tangu waingie madarakani ameimarisha ulinzi na usalama hususan kwenye mipaka, lakini pia kama itoshi amezungumzia namna ambavyo ameboresha maslahi, lakini ameboresha utendaji kazi wa hivi vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kwa kweli amefanya mambo makubwa kwenye eneo hilo la ulinzi na usalama, ikiwemo kwa kuboresha maslahi ya askari, kuboresha maslahi ya wanajeshi, lakini pia na vyombo vyote vya ulinzi na usalama, lakini kutoa vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuboresha utendaji kazi kwenye hilo eneo. Lakini kwa upande wa zima moto vivyo hivyo amefanya mambo mengi, ikiwemo kuongeza magari, ikiwemo magari ambayo yenye uwezo na ngazi za kufika mpaka juu, kama sehemu ambayo imetokea mlipuko ni ghorofa. Kwa hiyo amefanya mambo mengi sana kwenye hilo eneo. Lakini pia eneo lingine ni namna anavyoendelea kujenga uchumi wa nchi. Mtakubaliana na mimi, tangu mama ingie amekuwa ameonyesha dhahiri kwamba alikuwa anajenga uchumi wa Tanzania, hususan kwenye kuanzisha miradi mikubwa, miradi ya kati na miradi midogo ambayo imeongeza tija sana kwa Watanzania. Kwa hiyo pia aliongelea hilo na kuambia waheshimiwa wabunge namna ambavyo ametekeleza yale ambayo aliachiwa na mtangulizi wake, lakini pia yale ambayo yeye wakati anaingia aliahidi au aliabuni yeye na wasaidizi wake mara baada ya kuingia. Lakini pia aliongelea kwenye sekta ya miundombinu, na kwenye miundombinu sasa hapa nafikiri alizungumza na kazi inaonekana. Of course kazi ambayo mama amefanya kwenye miundombinu inaonekana. Sisi pia Tanzania ni mashuhuda katika hilo, hususan kwenye mabarabara yetu, kwenye madaraja, lakini kwenye kutengeneza vivuko, kwenye maziwa, lakini kwenye sehemu mbalimbali ambazo zilikuwa zinahitaji vivuko. Kwa hiyo walikuwa wamezungumza kwa upana namna ambavyo ametekeleza yale ambayo aliahidi kwenye upande huo, lakini pia kwenye upande wa kuitangaza Tanzania nje, maana hiyo ipo katika eneo la kufungua sasa uchumi. Tumeona kila mtu anaweza kaa shahidi kwa namna ambavyo mama alijitahidi kuitangaza Tanzania nje. Kama tunavyofahamu Tanzania sio kisiwa. Na Tanzania ni nchi ambayo tunahitaji ushirikiano wa nchi nyingine ama wawekezaji kutoka nchi tofauti duniani. Kwa hiyo mama ameonyesha hiyo dhahiri na alikuwa anatupa mrejesho wa yale aliyofanya katika hilo, na sisi tunaridhika na kuona kwamba hali ya uchumi sasa, hususan tu mara baada ya mama kufungua Tanzania, kutangaza Tanzania nje, tunaona hali ya mambo inavyozidi kwenda. Lakini alizungumzia kwenye mambo ya nishati, tunaweza tukaona kabisa
yale ambayo yamewachiwa na watangulizi wake. Tunaona kabisa bwawa la Mwalimu Nyerere linaenda sasa hivi. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kutoa mrejesho wale ambayo alikuwa ameyatekeleza na kuyafanya kwenye eneo hilo. Lakini pamoja na hayo, niseme tu kwamba hotuba ya mama ilisheheni vitu vingi sana, lakini hiyo yote ni katika kutoa ule mrejesho na picha halisi ya yale ambayo alikuwa ameyafanya tangu aingie. Mambo mengi ameyafanya. Amezungumzia pia kuhusiana na zile 4Rs, na akasema zimeleta impact kubwa. Kwa hiyo alizungumza vitu kama hivyo, na ukiangalia ni kweli Tanzania inazidi kwenda mbele kwa yale ambayo mama ameyafanya. Na ukitaka ufahamu hilo, nafikiri kila unapopita sasa hivi unaona kuna kitu kipya kipo pale. Kila ukipita barabarani, ukipita sehemu mbalimbali, basi unaona maendeleo makubwa ambayo ameyafanya. Lakini pia amewashukuru wa Tanzania kwa kuendelea kushirikiana, hususan kwenye pale inapotokea ajali ama inapotokea janga fulani. Tumeona kwenye ili janga la Kariakoo hivi karibuni, amewashukuru Tanzania kwa kuendelea kuwa wazalendo, kushirikiana kwenye shida na amewataka Tanzania waendelee kuwa hivyo, ili kwa pamoja tujenge nchi yetu ya Tanzania. Mama aliongea mengi sana, na mwisho alikuwa amewashukuru wabunge na muhimili mzima wa bunge kwa ushirikiano, lakini na kuendelea kusisitiza umoja, amani, mshikamano, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kwa ufupi nimepita tu kwa uchache, lakini yako mengi sana, na yako mengi ambayo mama amezungumza, na uhalisia unaonekana juu ya mambo hayo. Okay, mpenzi mtazamaji wa True TV, kama unaendelea kufuatilia channel yako pendwa kabisa, basi nikukumbushe endelea kusubscribe, comment na kushare pia kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kukujia katika channel yako pendwa kabisa. Kama nilivyokuambia kwamba nipo na wageni hapa ambao leo wanakwenda kuzungumza kutokana na hotuba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, ambaye alihutubia katika bunge la 12. Kwa kuanza, katika mkono wangu wa kulia niko na Bwana Novat Elias ambaye ametutembelea katika studio zetu hapa leo, na yeye ninapenda kumuuliza swali moja tu ambalo hasa atazungumza kuhusiana na hotuba ya Dr. Samia Suluhu Hassan kama Rais wa Tanzania. Bwana Novat, habari yako bwana? Salama kabisa. Natumai uko poa sana. Hakika niko. Okay, ukifuatilia katika mazungumzo ya hotuba ya rais wetu pendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, amezungumza katika mambo ya uwekezaji. Unadhani ni wapi alifaulu sasa katika jambo la uwekezaji, na mpaka sasa tunaona makampuni, watu binafsi ni wengi katika nchi ya Tanzania, na wamekuja kwa lengo moja tu ambalo ni la uwekezaji. Unadhani ni wapi rais wetu alifaulu? Sehemu ambayo rais wetu ameweza kufaulu kwa kiasi kikubwa katika jambo hili la uwekezaji, nafikiri ni katika ile hali ya kuweka mazingira rafiki ya kiuwekezaji, yani kwa maana kwamba watu wanaotoka katika nchi tofauti tofauti wanaweza kuja na kushirikiana na wazawa wa nchi hii, na wale watu wa kutoka nchi hizo za nje wanaweza kuleta miradi yao pasipo na kukutana na changamoto nyingi au vikwazo vingi, na hivyo jambo hili limeweza kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kuboresha uchumi wetu kama yeye mwenyewe alivyosema. Lakini sio hivyo tu, jambo hili limeweza kuongeza ile hali sasa ya ushirikiano wa taifa moja pamoja na taifa jingine, ambapo sasa sisi tumekuwa huru kwenda mataifa mengine kwa ajili ya kununua vitu na kuvileta huku nchini, lakini pia mataifa mengine wameweza kufaulu katika kuja nchini kwetu na kufanya uwekezaji katika nyanja tofauti tofauti za kiuchumi. Kwa katika hilo niweze kumpongeza na kuona kabisa kwamba amefanya jambo kubwa ambalo hakika limeweza kuongeza na kuchagiza maendeleo ya nchi yetu. Okay. Je, ni jambo gani sasa ambalo unaweza kumshauri Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya maendeleo zaidi ya taifa letu? Jambo ambalo naweza nikamshauri Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba
Najua ili nchi yetu na taifa letu kwa ujumla liweze kuendelea na kupiga hatua zaidi, inahitajika uchumi zaidi, na tunapoongelea katika uchumi tunaongelea vitu mbalimbali kama vile miundombinu rafiki. Na sasa katika miundombinu rafiki ningeweza kumshauri kwamba katika yale mazingira ambayo barabara pamoja na usafirishaji kwa njia ya reli bado havijaboreshwa, anaweza kujikita kwa ajili ya kuboresha zaidi, japo tunaona kabisa kimsingi barabara zilizo nyingi zinapitika, tunaona miundombinu ya reli inatumika, tunaona viwanja vingi vya ndege vinaendelea kujengwa, lakini akijitahidi katika hilo na barabara zikaongezeka zaidi kutoka vijijini kuja mjini, ambapo sasa bidhaa zitakuwa zinaweza kusafirishwa kwa urahisi, hapo naamini uchumi utapanda juu na maendeleo yataweza kupanda juu zaidi. Lakini pia kitu ambacho anatakiwa kuongeza kasi ili sasa maendeleo yaweze kukua zaidi ni katika huo mradi ambao unaendelea kujengwa, mradi wa SGR. Mradi huu kama tunavyouona ni mradi ambao treni inasafiri kwa muda mfupi kutoka eneo moja hadi eneo jingine. Kwa endapo mradi huu sasa utaweza kukamilika katika mikoa tofauti tofauti kama jinsi ambavyo ujenzi unaendelea, ninaamini sasa wafanyabiashara pamoja na Watanzania mbalimbali wataweza kusafiri kwa muda mfupi, lakini pia wataweza kusafirisha bidhaa zao kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kwa muda mfupi, na hivyo uchumi wetu utakuwa Okay, Bwana Novas. Je, uko tayari sasa kwa mwezi wa 10 kusema mitano tena ama una namna gani hapo? Mitano tena ni haki yake. Okay, shukrani sana. Nikizunguka kwa upande wangu wa kushoto mwishoni kabisa nina mgeni wetu mwingine ambaye amekuwa kimya kidogo kwa muda sasa. Nipende kumkaribisha Bwana Anas Salum. Habari? Asante. Nafikiri uko poa sana. Okay. Nipende kufahamu kitu kimoja kutoka kwako kwamba unadhani Mama Samia Suluhu Hassan anapozungumza katika upande wa kuboresha amani, kusimamia umoja na ushirikiano, ni wapi alifaulu sasa na mpaka kuhakikisha nchi ya Tanzania inadumisha vitu hivyo vitatu kwa ajili ya ustawi zaidi wa Tanzania? Karibu. Asante. Kwanza kabisa ndugu mtangazaji, tunaposema mama anapiga mwingi ni uhalisia kabisa, kwa sababu katika nukta hiyo ulioniuliza, amani na ushirikiano, ni kwamba mama amejitahidi katika kutengeneza uhuru hasa wa vyama vya kisiasa katika kuhakikisha kwamba watu wanakuwa huru kuweza kujielezea, wanakuwa huru katika kufanya kampeni, jambo ambalo inawezekana hapo awali ilikuwa kidogo linatata. Kwa hiyo ni katika kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa sawa, na watu kiangalia pia katika zile 4R, mama amejaribu kuweka neno resilience, kwamba stahimilivu, na kwamba hii ni kuhakikisha kwamba kuna amani, kila mtu anakuwa na uhuru kama ambavyo ni haki ya katiba, uhuru wa nchi. Kwa hiyo ni swala ambalo mama tunampongeza kabisa. Lakini katika masuala ya ushirikiano, tumekuwa tukiona mama amezunguka katika mataifa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kukuza ushirikiano baina ya hizo nchi mbalimbali na Tanzania, hali ambayo itapelekea kukuza na kuinua uchumi wa taifa letu la Tanzania, kwani taifa letu litaweza kujulikana maeneo mbalimbali, hali ambayo itasababisha na sisi bidhaa zetu zitaweza kuuzwa sehemu mbalimbali, ili pia na wao watakuja kuuza bidhaa nchini kwetu, ili katika kuhakikisha kama uchumi unakuwa katika ustadi uliokuwa sawa kabisa. Okay. Na kwa upande wako sasa unazungumzaje kuhusiana na kuendelea na uongozi, ama una jambo gani ambalo unataka kulizungumza hapo sasa kwa upande wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, aendelee ama iwe namna gani? Kimsingi kama tunavyojua kwamba kama tunavyosema mama ni kwamba amekuwa ni rais ambaye amekuwa ni wa mfano mkubwa kabisa, kwa sababu ni rais wa kwanza mwanamke Tanzania, lakini rais ambaye amefanya mambo makubwa kabisa. Kwa mimi 100% nampa mama aweze kuendelea, kwa naamini tutaifikia hiyo nchi ya ahadi ambayo tumekuwa tukiwaza siku zote. Okay, nipende kukushukuru sana Bwana Anas Salum kwa kuchangia mada yetu tulionayo mezani vizuri kabisa, na kuendelea kumwaga pongezi nyingi sana
kwa rais wetu ama mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupiga mwingi na kupendekeza kwamba basi Watanzania waendelee kumwamini na kumpa miaka 5 tena kwa ajili ya kuendelea pale ambapo ameishia. Sasa nikija katika upande wa kumalizia, nikianza na bwana Icon Octavian hapa kwa dakika moja kama sio sekunde 40. Ni nini ambacho unapenda kuzungumza kwa ajili ya mama yetu Samia Suluhu Hassan kama rais wa Tanzania? Asante sana. Napata furaha sana ninaposikia jina la Dr. Samia linatajwa ama ninapolitaja. Kwanza niseme alipoishia kusema rafiki yangu hapa Mr. Anas, mama yetu amekuwa mtu ambaye ametoa uhuru sana kwa Watanzania, hususani tunaona kwenye uhuru wa vyombo vya habari sasa hivi, lakini kama alivyotahadharisha yeye, na mimi pia ni waombe Watanzania wenzangu kwamba tunapopewa uhuru tuutumie vizuri uhuru katika kuhakikisha kwamba tunatangaza nchi yetu, tunatangaza mambo mazuri yanayofanywa na nchi yetu, hasa anayoyafanya rais wetu. Kwa hiyo kwa pamoja tutumie vizuri uhuru huu ambao basi serikali kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan umetupatia kuongea yaliyo mema na kufanya yaliyo mema huko kwenye vyombo vya habari na mitandao ya jamii. Okay. Kwa upande wako basi ni nini ambacho unakisema kwa ajili ya maendeleo ya mama yetu Samia Suluhu Hassan? Aendelee ama ni namna gani ifanyike hapo? Hilo liko wazi. Jambo la kwanza nipende kwa hasa wana nchi wenzangu wa Tanzania kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tujitokeze kwa wingi. Tume hivi karibuni inaweza ikatoa tarehe ya uchaguzi, kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, tupige kula ili basi mama yetu Samia Suluhu Hassan aendelee kuiongoza nchi ya Tanzania. Okay, shukrani sana. Na nikija katika upande wangu wa mkono wa kulia niko na bwana Novas Elias. Kwa kumalizia kabisa, kama sekunde 55 mpaka 59 kuelekea dakika moja, ni nini hasa ambacho unapenda kuzungumza sasa kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, ama ni kitu gani ambacho ungependa kumuomba rais wa Tanzania akifanye kwa miaka yake ambayo ataweza kupewa na wananchi wa Tanzania? Mimi kitu ambacho ningependa kukizungumza ni kwamba mama yetu tayari tunasubiri kampeni ziweze kuanza ili tuweze kusubiri ule muda kumpigia kura na aweze kupita kwa kishindo, lakini nipende kumwambia kwamba atakaposhinda basi mwenyewe anasema kila fursa atakayoiona inaweza kutuletea maendeleo yeye atapita nayo bila kuchelewa. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba ataendelea kupita na fursa ambazo zitaleta mabadiliko chanya katika nchi yetu. Okay. Nipende kushukuru mfuatiliaji na mtazamaji wa Trend TV ambaye umekuwa na sisi katika kipindi chetu kizuri kabisa, siasa na maendeleo ya mama yetu ama rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ulikuwa nami Bahati Chacha Joseph ama Zero Brain katika utangazaji wa Trend TV, lakini pia nilikuwa na wenzangu hapo bwana Novas Elias, nilikuwa na Icon Octavian, lakini pia nilikuwa na Ana Salum kama ambao tumeweza kukurejeshea madini kweli kutokana na hotuba ambayo mama yetu Samia Suluhu Hassan aliweza kuihutubia kanako bunge la 12 la Tanzania. Hapa tumefikia mwisho na nipende kukushukuru sana, na uendelee kusubscribe, kushare na kucomment pia katika channel yetu kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kukujia kunako channel yetu. Nipende kushukuru. Mimi ni Zero Brain na tukutane katika wakati mwingine. Shukrani. Bye bye.